enemies that every chosen person must be aware of. Adui utakaye muangalia sana kwa sababu umechaguliwa. The first enemy. Adui wa kwanza. Spiritual enemies. Adui wa kiroho. These spiritual enemies, huyu adui wa kiroho, there are people that will attack you. Ni watu ambao watakuindukia from the spiritual angle. Katika hali ya kiroho. If you look at the book of Ephesians chapter number 12, ukiangalia kitabu cha Waefeso chapter number 12 verse number 7, na mstari wake wa 7, you realize the Bible says, utajua Bible inasema that we don't wrestle against blood and flesh, hatupigani kwa damu na nyama, but against principalities and powers, lakini tunapigana kwa maroho, against the spirits, na kwa maroho, against things that are powerful than us, be able to walk around with. Mambo ambayo hawezi yatembelea. They are stronger, ni yana nguvu, they are powerful, yako strong, and you cannot be able to see when they are coming, na hawezi yaona yakija, not unless you are so much aware, lazima uwe mtu makini, and you are so much in depth in the spirit, mtu ambaye ako ndani ya roho sana. You can be able to see how they come. Utaona jinsi yanavyokuja. You can be able to see how they come to you. Utaona jinsi yanavyokuja kwako. Because these things are manufactured, mambo haya yameachiliwa, in the spiritual realm, katika ulimwengu wa roho. And therefore, na kwa hivyo, when they attack you, they don't attack you because they want to destroy you, hayatakuinukia ikumalize, but they want to attack you because they want to attack the gift in you. Yanataka kukuinukia kwa sababu ya kipawa kilicho ndani yako. The spiritual enemies, adui wa kiroho, their main purpose, purpose yao, it is to destroy you in the gifting area. Ni kukumaliza na kipawa chako. They attack the spiritual gifts that you have. Wanainukia kipawa cha roho. They want to bring you down because God has gifted you. Meda kukurehedhi. They want to destroy you because God has gifted you. Huhitaji kukumaliza kwa sababu Mungu amekuinua. They want to bring you down because they know you becoming a pastor. Yanataka kukumaliza kwa sababu umekuwa mchungaji. They want to destroy you because they know you are becoming a bishop. Yanataka kukumaliza kwa sababu umefanyika kuwa bishop. They want to destroy you because they know you are becoming a president. Yanataka kukumaliza kwa sababu umekuwa kiongozi. They don't attack your physicality. Hayakuinuki kwa asili, but they attack the spiritual concept in you. Yanainukia mambo ya kiroho ndani yako. When Jesus was born, Yesu alipozaliwa, all young men, watoto wote wadogo, were declared to be killed by the king. Waliamrishwa wamalizwe na mfalme. When Moses was born, wakati Musa alipozaliwa, all children under 2 years were supposed to be killed. Watoto wote wa miaka 2 iliamrishwa uawe. If you look at it, ukiangalia mambo haya, Yesu was 1 year old. Yeye alikuwa wa miaka 2. Was 1 month old. Alikuwa mwezi mmoja. Was 1 day old. Siku moja. But the king, lakini mfalme, decided to kill him. Akaamua amalize. And not him alone. Na si yeye peke yake. Everyone that was 2 years old. Wale wote waliokuwa wa miaka 2. Because they didn't know who the kid was. Hawakujua mfalme ni nani. They didn't know who this man that has been born was. Hawakujua mtu huyo amezaliwa ni nani. So they did a blanket decision. Wakafanya hiyo mambo, that every young man to be killed. Kwamba kila mtoto wa kiume amalize. These children were very innocent. Hao watoto hawakuwa na hatia. They didn't know what is happening in the world. Hawakujua mambo yaliyokuwa yakiendelea. They didn't know what is moving around them. Hayakujua yaliyokuwa yakizunguka. They didn't know that an enemy can be there. Hawakujua adui anaweza kuwa pale. They were just there. Walikuwa tu pale. They were just milking and doing everything around them. Walikuwa wakinyonya na not happy with that young man. Kwamba hakuwa na furaha kwa sababu yule mtoto. Because he was threatened by the young man. Kwa sababu aliogofishwa na yule mtoto. The young man didn't know that he is a threat. Yule mtoto hakuwa anajua kwamba anaogofia. But the old man knew this is a threat. Lakini yule mkubwa alijua huyu ni wa kuogofia. That is what they call the spiritual enemies. Hiyo wanaoitwa maadui wa kiroho. They know who you are. Wanajua wewe ni nani. But you don't know who they are. Lakini wewe haujui ni akina nani. In the spiritual realm, ulimwengu wa kiroho, they understand. Wanaelewa. You are an evangelist. Wewe ni evangelist. They understand. Wanaelewa. You are a prophet. Wewe ni nabii. They understand. Wanajua. You are a CEO. Wewe ni CEO. They understand. Wanajua. You are a great man. Wewe ni mtu mkubwa. But you yourself, lakini wewe, you've
never known this. Haujielewi. You are just walking. Wewe unatembea tu. You are just living. Wewe unaishi You are tu. just coming to church. Unakuja kanisani. You don't know whether you are a rich man. Wewe hujui kama wewe ni You don't tajiri. know whether you are a prophet. Wewe hujui kama wewe ni You are nabii. just guessing what you Wewe are. una guess na kufadhisha. People are telling you that you are a great prophet. Watu wanakuambia wewe ni mtu But mkubwa. you cannot be able to comprehend. Wewe hauwezi You elewa. cannot be able to understand. Wewe hauwezi elewa. But them who know how to read the stars, Lakini wale wanajua kujua nyota. them who know how to read people, Wale wanajua kusoma watu. they know what kind of a person you Wewe are. wanajua wewe ni mtu wa aina They know gani. you are not an ordinary person. Wewe wanajua si mtu wa They know kawaida. you are a king. Wewe ni They kiongozi. know you are a prophet. Wewe ni mtu na The risk hawataki kubahatisha. that this man can grow Mtu huyu anaweza kuwa and outgrow us. na atupite. Though they will plan Watapanga to make sure na you kuhakikisha are dead wewe umekufa before you are dead. kabla ya siku yako. They knew Jesus Walijua Yesu will start working wataanza kufanya at the age of 30 akiwa na miaka 30. because they were able to read the stars. Walijua kusoma They were nyota. also able to read the moon. Walijua kusoma hata They were mwezi. also able to read the sun. Walijua kusoma They were mpaka also jua. able to read your palm. Walijua kusoma They mkono. knew who you are. Walijua wewe ni nani. They knew how powerful you are. Walijua wewe ni mtu aliye na So they uwezo. knew they Walijua are not going to wait hawatagoja until you become that powerful. uwe kile Mungu So amepanga. they will kill you Watakuwa before you become yourself. utana tuwakilia gayane Before you become what God planned you to kabla become. ukuwe kile Mungu That is the amekupangia. time they want to kill you. Hiyo ndio wakati So that you will watakukumaliza. not become a stubborn to them. Usiwe nyota kwa wengine. When I was born, Wakati nilipozaliwa I didn't come the way people came. sikuja venye watu walikuja. I used my leg to come. I used my leg to come. Nilitumia miguu yangu But kuja. most of you use your head to come. Lakini wengine wanatumia kichwa. And you can see the difference. Unaona utofauti? Because me, I wanted to land before you land. Mimi nilihitaji kukimbia kabla I ukimbie. wanted to land before you land. Nilitamani kukimbia kabla When Jacob was being born of the blessings of the parents, hataweza kuchukua baraka za because wazazi according to their culture, kulingana na tabia za the kwao. firstborns Mzaliwa wa were kwanza the one that were blessed by the father. huyo ndiye hubarikiwa na baba. But Jacob inside, Lakini ndani ya Yakobo he had Rebekah being spoken to by God. alisikia Rebeka akinenewa na Mungu. That one I love, Mmoja napenda and another one I don't na love. mmoja ambaye nachukia. The one that will come first Yule atakayekuja mbele is not as equal with the one that will come second. hatakuwa sawa na yule atakuja wa pili. So Jacob knew. Yakobo akajua, He overheard, akajua, and inside the womb na ndani ya tumbo he could hear these people say, alisikia sauti zile the blessings are for the firstborn, ya kwamba baraka ni za mzaliwa wa not for kwanza, the secondborn. si za mzaliwa wa pili. So when Jacob was coming, Wakati Yakobo alipokuwa he akija, organized a coup. alipanga njama, He organized a coup alitengeneza to njama overtake Esau. ya kuchukua mahali pa Esau. Unfortunately, Na kwa haraka sana he didn't come first, hakuja akiwa wa kwanza, but he produced his hand first. lakini alitengeneza nafasi ya kwanza. He produced his hand. Alitengeneza mkono wake. Because when they were pulling the hand, Wakati alipokuwa na they mkono, discovered it's not for the firstborn. alijua yeye si mzaliwa wa It is kwanza, for the secondborn. yeye ni sehemu ya pili. Therefore, the hand that came first Mkono uliokuja mbele was not for the firstborn. si wa mzaliwa wa It was kwanza, for the ni secondborn. mkono wa mzaliwa wa pili. And that was a coup. Na hivyo ndivyo He ilikuwa. already captured Alikapta yeye because he knew, kwa sababu I'm alijua going to face challenges. naenda kupata na He hatari. knew out there Alijua they are kuna enemies of number two, kuna adui wa namba ya and I will pili never come number two. na sitakuja namba ya So he pili. pulled his hand out Akaweza and kumfuta, he became number one. akaja namba moja, And then he returned his hand. aleka akarudisha He mkono has wake, recorded, ikawa I am rekodi, number one. mimi ni namba He has moja, recorded, I ikanakiliwa, am number one. mimi ni namba moja. So when he came out, Nikija huko when he nje, came out, alipokuja he nje came number one, akaja namba moja, yet number two. si namba mbili, But he knew. lakini I'm alijua. saying he came number one, Akaja namba moja, yet he came number two. lakini alikuja namba But he mbili, had already registered. lakini ikanakiliwa, Already has registered. ikanakiliwa, I am number one. mimi ni namba I am moja, the hair. mimi ni I kichwa, am the hair. mimi ndiye I am the hair. mimi ndiye mlithi. Yes. Yes. And from then, Na kutoka hapo because he registered, ikawa imenakilika, the world started responding according to him.
ikaanza mambo kufanyika kama yeye. That registration that you make iliyonakiliwa pale, when you come on earth, wakati ulipokuja hapa, it will propel you to the next levels. itakuelekeza kwa next level. It will control all of your life. Itakuongoza kwa maisha yako. He was clever. Alikuwa mtu mwenye, he was clever. Alikuwa mwelefu. Right before, kutoka pale mbele, right before he came in the mouth, kabla azaliwe kutoka ndani ya tumbo ya mama yake, knew alijua for you to be successful, ili uweze kufaulu in the world of enemies, kwa sauti za maadui, I have to register, lazima ninakiri that I am the head, mimi ni kichwa, I am not the tail. mimi si mkia. What you confess, kile unachokiri, is what you become. hiyo ndicho utakacho. This man decided to say, I am the head, akasema mimi ni I kichwa, am not the tail. mimi si mkia. I know most of us here, najua watu wengi we hapa, are the head, sisi ni vichwa, we are not the tail. sisi si mkia, We are conquerors, sisi ni washindi, we are winners. sisi ni washindi. Whatever we do, chochote we tunafanya, shall overcome, tutaweza, we shall defeat them, tutaweza we shall kuwashinda, destroy them, tutawamaliza, we shall bring them down. tutawaleta chini. And when he came down, Alipokuja he found the world akapata has neno, already registered ilikuwa na that menakiliwa this is a man of God, na mtu wa that Mungu, this is a businessman, huyu ni mbaji that this is biashara, a married man, huyu ni mtu this is ameolewa, a married woman. huyu ni ambaye Already ameolewa. a registration Ikawa na was menakiliwa, already done. ilikuwa imefanyika. Whatever is happening now today, Inachofanyika leo it has already been registered. ni kitu kile inakirika. When Jesus came on earth, Yesu oka goko thi, already the angels malaika wa bingu had spoken to Joseph walisungumuzia Joseph that your wife ya kwamba mke wako is pregnant ana mimba, of the Holy Spirit. mimba ya Roho Mtakatifu. And Joseph Na Josefu asked how now? akajiuliza how now, How will people say watu watasema nini kuhusu that ima, I am pregnant, my wife is pregnant, mke wangu ni mjamzito and I have not gone to bed with na mimi her? sijaenda kwa kitanda na Now yeye. you want to convince me Unataka kunihengesha something called the Holy Spirit ya kwamba kuna mtu anaitwa Roho Mtakatifu went to bed with my wife, alienda kwa bed na mke wangu and my wife now is pregnant. na mtumia kwa ne morito. How will I explain to the people? Ingehota kuelezera andu atia What Joseph didn't understand, kile Josefu atahotire kumenya, that the baby that was in the womb of Mary mwana uria wari thiini wa nda ya was muka not an ordinary child. ndari mwana wa kawaida. So the angel had to be sent No mulaika no nginya to giatumirwo come and register oke andike on earth ya kwamba guku that thi somebody not ordinary is coming. mundu tari wa kawaida ni aroka, Somebody not ordinary is coming. mtu ambaye si wa kawaida So anakuja. it has to be registered. Lazima ige nakirika, And once it is registered, na ikisha nakirika nobody can change. gutire mundu Because the ngiagarurira, heaven has tondu registered. iguru ni The registered, heaven has said iguru so. ni ritekerete. So whatever they say of you, Kiria marete iguru riaku, whatever the heaven have said, chochote mbingu no one imesema can be able to hakuna change. atabadilisha, No one can be able to hakuna alter. Because the atakayebadilisha. heavens have said, Hata mbingu you are going to imesema become a king. utakuja You are going mfalme, to be successful. utakuwa mtu wa You are faulu, going to conquer them. I utawashinda. want to assure you tonight Nataka nikwambie that leo you will conquer them with the utawashinda. help of human being. Yes. With the help of the human being. Amen. Come. When the heavens have registered Mbingu ikinakiri and they have said you are going to become, na ikija utakuwa hivyo, and the heavens put a signature, na mbingu weke sahihi, whether people are going to walk with you onado madhi amwe nawe or they are not going to walk with you, onothe maudhi amwe nawe, the world will favor you. kiugo no Wherever gigukwarĩria, you go, you'll be favored. othe ũgũthiĩ no Wherever you go, you will be popote favored. utakwenda utashinda, Nothing and nobody can alter, hakuna mtu because ataondoa. the heaven have registered Mbingu you. The imenashirisha, heaven has said so, mbingu imesema hivyo, and nobody. na gutire mundu. Remember, Ririkana when they heard the child has been born, rĩrĩa maiguire mwana nĩ mũciare, they didn't go to look for the mother matethire kũrora nyina wa mwana, because they knew how to trace the child. nĩ moĩ ũrĩa The megũturĩci mwana. people of the world, Andũ a gũkũ thĩ they are clever than us nĩ moĩ na nĩ because they gũtũkĩra, know how to trace a gift. wanajua kutafuta And vipawa. that is why God told Jeremiah Na hiyo ndiyo Mungu alimwambia that Yeremia, before you are born, utanashiarwo, before you are born, kabla I uzaliwe knew you nilikujua and set you apart na and nikakutenga consecrated you na and nikakutakasa, anointed you wewe nikakupaka to mafuta, become a prophet utakuja kuwa nabii unto the nation. wa mataifa mengi. God consecrated
Mungu aliweza kuweka wakfu. The chosen one. Mtu ambaye The chosen ambaye amemchagua. Are consecrated. Ambaye ameteuliwa. The enemy cannot be able to finish them. Yes. The enemy cannot be able to finish them. Because already Jeremiah was already registered. That this man is not ordinary. So when these people knew that they ordained people, they are not ordinary people. They crafted a way. They crafted ujaja. They crafted a way. And this way they crafted. It is how do we trace the people who are chosen? How do we know the people who are selected? They knew there is one thing, that in these people there is a star. They knew in these people there is a star. So they stopped following the people and they started locating the star. That is why the chosen one are not attacked because of what they are, but because of the star in them. And the people who know how to read the star, they started following the star because they knew, if I follow the star, I know where Jesus is. If I follow the star, I know where Jesus is. Your enemies are not in your body. Your enemies are in your star, because they know who you are. They have read your star. They have read your star. That is why they want to bring you down. That is why they say you must die. That's why they say you must finish you. Those diviners, wale wanabii wa uongo, they knew wanajua already the baby has been born, ya kwamba mtoto amezalika, but the king, lakini mfalme didn't know the baby has been born. Hakujua mtoto amezalika. So they followed the star, walifuata nyota until they got near where Jesus was, mpaka walipata mahali Yesu amezaliwa. And they asked a question. Wakajiuliza swali, in one of these families katikati ya familia hizi, there is a baby boy, kuna mtoto kijana who has been born, ambaye amezaliwa. Remember, even the villagers, hata wenye kijiji, the villagers, wenye kijiji, they didn't know a baby has been born. Hawakujua mwana amezalika. But the people from Nakuru, watu kutoka Nakuru, they already knew a baby has been born. Walijua mtoto amezalika. And they knew the baby is in Kibera. Na wanajua mtoto yuko Kibera. So they went up to Kibera. Walienda mpaka Kibera. That is where they asked a question. Hapo ndipo walizouliza there is a baby here, mtoto yuko hapa, who was born, ambaye alizaliwa. And this baby, na mtoto huyu, is not ordinary baby. Si mtoto wa kawaida. They were not following Jesus physically. Hawakufuata Yesu tu hivi. Nor the mother of Jesus physically. Ama mama wa Yesu. They didn't follow the roots physically. Hawakufuata tu hivi. They followed the star. Walifuata nyota. They followed the star. Walifuata nyota. Your enemies follow your star. Maadui wako, your enemies follow your star. Maadui wameona nyota. They don't follow your body. Hawafuati mwili wako. They don't follow your personality. Hawafuati sura yako. They don't follow your parents. Hawafuati wazazi. They don't follow anybody. Hawafuati mtu mwingine. They will follow. Wanafuata. They will follow. Watafuata. The star that you are. Ile nyota ulionayo. The star that you are. Nyota ambayo umeibeba. Because they know how to reveal. Wanajua kuishika. They know how to receive. Wanajua kuishika. Because they are not interested with you. Hawana haja na wewe. They are interested of what you are going to become. Wana haja na kenye umekibeba. That is why they followed the star. Hiyo ndio wanafuata nyota. They knew this star. Walijua nyota hii. This star is following you. Nyota hii inakufuata. They knew this star. Walijua nyota hii. It is there because of you. Iko hapa kwa sababu yako. So they kept following the star. Walifuata nyota. Because they knew. Walijua in this star. Ndani ya nyota hii. There is a prophet. Kuna nabii. In this star. Ndani ya hii nyota. There is an evangelist. Kuna mwinjilisti. In this star. Ndani ya nyota hii. There is a businessman. Kuna mfanyabiashara. In this star. Ndani ya hii nyota. There is a businesswoman. Kuna mwanamke mwenye biashara. In this star. Katika nyota there hii. Is a president. Kuna kiongozi. In this star. Ndani ya nyota hii. There is greatness. Kuna mtu mkubwa. So they don't follow you. Hawakufuata wewe. They follow the star. Wanafuata nyota. That is why. Na hivyo ndivyo. They have caused you troubles. Wanakusababishia mashida. They have caused you
roadblocks. Wanakuwekea Wherever roadblocks. you have gone, Wanaweka they have barriers. been causing roadblocks. Wanaweka barriers. So that Kwa sababu they hii can be able to detect your star. iwaweze But kuizuia nyota yako. because you are protected. Kwa sababu umelindwa. When Joseph, Wakati Josefu, when Jacob, wakati Yakobo, when his time for blessing came, wakati wa kubarikiwa kwake ilipofika, his mother was there to hear. mama yake alikuwa pale kusikiza. That now the star is the time for the star to be revealed is now. Sasa nyota kufunuliwa kwake ni sasa. But Mzee didn't know. Lakini Isaka hakujua. Who is carrying the star? Yule ambaye amebeba nyota. Only the mother knew. Lakini mama alijua. Who is carrying the star? Ambaye amebeba nyota. Therefore these are the people that we call. Hao watu ndio tunaowaita frenemies. Frenemies. These are the frenemies of your life. Hawa ndio the people who will pretend to you. Frenemies in those pretenders. The frenemies. Because the mother to Jacob, mama yake Yakobo, and the mother to Esau, na mama yake Esau, was a good mother to Jacob. Yeye alikuwa mama mzuri kwa Yakobo, but a very bad mother to lakini Esau. mama mbaya sana kwa Esau. Because she overheard. Lakini kwa sababu alisikia. She overheard. Alisikia. That go and prepare my son. He had Isaac. Alijua alisikia Isaka. Tell Jacob. Tell Esau. Akimwambia Esau, go and prepare for me a meal. And bring it to me. Because I want to bless you. The mother heard it. Mami akeigua. A good mother. Mami mwega. A mother that bore you. Mama aliyekuzaa. He overheard it. Akaweza kuisikia. And ran. Akaenda to Jacob. Akamwendea Yakobo. And told Jacob. Akamwambia Yakobo. You know what? Unajua nini? The time for the revelation of the star. It is now. So what I want you to do, go and prepare a good meal. Then make a skin over your hand that looks like that of your brother. Because your father is blind. He will not see this. My enemy already has. Yes. We refuse. Tumekataa. Somebody refuse. Nimekataa. Somebody refuse. Nimekataa. I will not. Sitaweza. The other enemy, adui mwingine, anaitwa household enemy. Anaitwa the household enemies. Adui wa nyumba yako. Wa nyumbani, adui wa nyumbani. The other enemies adui huyo mwingine that you need to be care of, ambaye utamwangalia it is the household enemies. Ni adui wa nyumba yako. That wife of yours, that wife of yours, huyo mke wako, that husband of yours, yule bwana wako, that son of yours, yule mtoto wako, that daughter of yours, yule that person you work together, yule mtu mnaifanya that kazi, employee, huyo mnafanya kazi, the people you are worshiping together, wale mnaabudu pamoja, those are the people. Hao ndio watu. We call them household enemies. Maadui wa nyumba yako. They are also scared of you. Watu wanakuwa when Joseph was born, wakati Joseph he was a good boy. Alikuwa kijana mzuri. He was a loved boy. Alipendeza. Nobody considered him. Hakuna mtu alimfikiria. Nobody was scared of him. Hakuna mtu alimuogopa. Until he was able to dream. Wakati alipoota ndoto. Until he dreamed. Alipoota. He dreamed. Alipoota. When he dreamed. Alipoota. That he saw a star. Ya kwamba nimeona nyota. And the stars. Na nyota. This star. Nyota hizi. And these stars. Na stars. These stars. Na star hizi. Were bowing. Imeinama. To this star. Kwa nyota hii. He developed immediately enemies. Ikazaa adui. Immediately. Ikazaa adui. An enemy arose. Adui akainu. Family members. Family members. The brothers. Arose against him. Wakamuinukia and decided to kill him. Wakapanga kumuua. Not because he was bad. Si kwamba alikuwa mbaya. But because of a dream. Ni kwa sababu ya ndoto. Because of a dream. Kwa sababu ya ndoto. The household enemies. Watu wa nyumba yako. They fight your dream. Watapiga ndoto yako. They don't fight anything. Hawatapiga kitu kingine. They don't fight your personality. Hawatakupiga wewe. They fight a dream. Watapiga ndoto. Because you are a dreamer. Kwa sababu wewe ni mwotaji. They fight a dream. Watapiga ndoto. They are not interested with anything. Hawana haja na the household enemies. Maadui wa that nyumba. husband of yours. Mume wako. Because you have started now becoming. Umeanza kuwa. Do you know what? Unajua nini? That husband. Yule mume wako. He will become envy of you. Atakuwa adui wako.
Because you have been promoted. Kwa sababu umeinuliwa. And the company has given you a car. Na kampuni imekupatia gari. And the company has given you a new pack. Na mpaka kampuni imekupatia and pack. Even this what we call the house what? House allowance. House allowance. And their benefits. Na benefit faida hizo. And in 1 year or 2 years. Na kwa mwaka mmoja ama miaka mbili. You will have to travel out of the country. Utaanza kusafiri nchi za nje. Now the husband. Naye mume pale. The husband. Mume. The husband. Mume wako. Now start asking you. Anaanza kukuuliza. You mean you'll be going out of the country alone? Utakuwa ukienda nchi za ng'ambo peke yako? You'll be going with who? Utakuwa ukienda na nani? Of course we'll be going with the managers. And the CEO. Na CEO wa kampuni. Oh my Lord. Oh my God. So you'll be going with the CEO. Unaenda na CEO of the company. Wa hiyo kampuni. Mr. Jeroge. Mr. Jeroge. You'll be going with Mr. Jeroge. Unaenda na Mr. Jeroge? Will he be going with his wife? Ataenda na mke wake? Then you say no. Unasema hapana. Okay. Okay. So that is why your salary was increased. Hiyo ndio sababu salary yako iliinuliwa. So that you can be going outside. Ndio uendage nje. And remember Mr. Jeroge. Na unajua Mr. Jeroge is a CEO. Ni CEO wa kampuni. And the other managers. Na manager wale wengine. Are all men. Na ni wanaume tu. And because you are the deputy manager. Na kwa sababu wewe ni manager mdogo. By virtue of being a deputy manager. Manager mdogo. Or maybe the brand manager. Na ama brand manager. You have to travel with the CEO. Utatembea na CEO. On a job mission. Kwa sababu ya kikazi. Now Mr. Kimani. Mr. Kimani. Kimani. The husband. He hears. Anasikia. Amongst the team that is going. Na ile group ya watu wanaenda. You are only 2 ladies. Wewe tu ni mke mmoja tu. You are only 2 ladies. Ninyi ni wanawake wawili tu. In that entourage. Katika hiyo safari. And because this man. Kwa sababu huyu mume has always been pretending to you. Ameishi kujifanya kwa. He's a good husband. Ni mume mzuri. He will not stop you from going. Hata kuzuia usiende. Physically he will not stop you. Physically hata kuzuia uende. Physically he will not stop you. Ndego kugiria uthie. But spiritually. Ndani ya roho. He will develop a mean. Hata kuna kitu itainuka. To make sure you are not going. Hautaenda. And even to make sure you are sacked. Hata. If he will not come to the madhabahu. Kama atakuja kwa madhabahu. And remove a sacrifice. Na atoe sadaka. For your sacking. Kwa sababu ya sakia. He will go to a mugaga. Atakwenda kwa muganga. And in 2 days, 3 days. Na siku bila matatu. You get involved in an accident. Utaingia kwa. And from that day. Na kutoka siku hiyo. For another 6 months in a bed. Miezi kama ingine 6. And the other people will be selected to go to America. Na watu wengine walioselected kwenda America. Just because. Kwa sababu. Of an enemy. Kwa sababu ya adui. That you call a husband. Yule unamuita an enemy. Adui. That you call a wife. Unamuita mke. An enemy. Yule mtu that you call a co-pastor. Unamuita an enemy. That you call a fellowship, a fellow member in worship. Ambaye mnaabudu pamoja. An enemy. Adui. That always surround you. Ambaye amekuzunguka. They are called household enemies. Hao wanaitwa adui wa nyumba. They are very dangerous than fire. Hao ni moto. They are very dangerous than fire. Ni wakali kuliko moto. Because they will never tell you. Hawatakwambia. But they will bring you down. Watakuleta chini. As you are walking with them. Ukitembea pamoja. They will develop means. As you are walking with them. Unapowaona. They will even buy you an expensive suit. Hawatakubaia expensive suit. They will even buy you. Watakubaia a nice thing. Vitu vizuri. Just to bring you down. Wakulete chini. They will pretend. Watajifanya. They can do anything. Watafanya kila kitu. They can give anything. Wanaweza kupa chochote. Just for one reason. Kwa sababu moja. Usiende huko. Ndugathie kuria. Just one reason. Reason moja tu. That you then don't get into your destiny. Ndugatonya katika hatima yako. The household enemies. Adui wa nyumba. They deal with your dream. Wana deal na ndoto. They deal with what? Wana deal na deal with your dream. Wanafuatilia ndoto. Because you dreamed to become great. Uliota kuwa mtu. Because you dreamed to become a manager. Uliota kuwa manager. Because you dreamed to become a CEO. Because you dreamed to become a pastor. Because you dreamed to become a great person in the nation. Because you dreamed that you are going to become a president. The very first people who will fight you. Wale watu wa kwanza it is your sisters.
dada It zako, is your brothers. ni ndugu zako, It is the people you fellowship together. wale mnaofanya It is the pamoja, people you worship wale together. mnaabudu pamoja, It's your co-workers, wale mnaofanya your kazi, colleagues. au wafanya Those kazi. are the people, Hao ndio the watu first people to fight you, watapigana the wewe, first people to destroy you, the watakuharibu, first people to bring you down. kuleta chini. I call the household, Ninawaita maadui wa household enemies. maadui wa They are nyumbani kwa dangerous people. watu wabaya, They are dangerous ni people. watu hatari. Somebody say they are dangerous people. Sema ni watu hatari. Amen. This is a bit bad. Hii ni mbaya. This is a bit bad. Hii ni mbaya zaidi. There is royal enemies. Kuna loyal enemies. There is royal enemies. These people, you don't expect them. Atwasho teregagirira. You don't expect them that they have a bad agenda about your life. Duirigagirira no makome no dumuri iguru ryaku. They can kneel even when you're talking. No maturie ona rero ahujia muno no maturie maru. They can kneel down Ona no to mainamirire muno. show royalty. Monie kwenyihia. But what they are doing behind your back, No kiria mareka on your back. what they are doing behind your back, Wana kitokifanya nyuma yako. the day you realize Utakapojua na you are uelewe, already in a pit. utakuwa ndani ya shimo. They are very loyal. Ni watu wanyenyekevu. They are very good. Ni andu wega muno. They can even worship you. No makoinamirire muno. You serve them. Una wasafu. These people Andu aya in your office, ofisini yaku, in your kitchen, riko-ini ryaku, in whatever that you are doing. maundu maria mothe They are ureka, the people who will give you the best food. no makuhe irio njega muno. They are the people who will serve you like a king. No magutungate ta muthamaki. These people, you will never hear them Ndungimaigua backbiting you anywhere. magigucuka handu. But they are the people who will poison you. No ni andu aria mangikoroga o And they hindi will be the oro. first people to report of your death. Ni andu aria mangitangatha gikuo And giaku. they are the first people that will fundraise their first money for the coffin. Ni andu aria mangithondeka WhatsApp group ni And tondu they will wa make, kũrĩtha. they will make sure they are behind of your family when the family is crying. Na makome na thutha hindi ya family rarĩa. With a handkerchief to comfort the family. Wakiwa na handkerchief kufariji familia. And they knew, he knows only he's come to make sure. Wao tu ndio walisababisha To watch as you are laid down. unapoteremshwa kwa shimo, To make sure the job is complete. wakijua mission iko imeisha. And he will be the first person. Na atakuwa Before even the family lifts a soil. ona family toete tĩri, The first person. mũndũ ũcio akoragwo arĩ wa mbere. Before the family starts contribution. Family tanajĩria kũruta They are the contribution. first people to do the contribution. Nĩo makorwo marĩ a mbere gwĩka contribution. Before the family starts a WhatsApp group. Family tanajĩria We gũthondeka are the WhatsApp. first people to do the WhatsApp group. Nĩo makoragwo marĩ a mbere gũthondeka WhatsApp group. They are very good with your father. Nĩ andũ ega mũno. Because they will say, I used to work for your father. Nĩo kuga atĩ nĩ atungataga na baba wanyu. It is with me behind this coffee plantation. Hii mambo yote mimi ndio nilisaidia When baba your yenu. father employed me Wakati baba yenu aliponiajiri in this plantation, katika hii it shamba, was a small shamba. ilikuwa shamba kidogo. But now see Angalia sasa what we have done. ile kazi We tumefanya. have made your father to be great. Tumefanya baba yenu Now awe your mkubwa. father is rich. Na baba yenu ni mtajiri. And he is telling you Na anakwambia as you go to bury your father. sasa tunapoenda kuzika baba yako. Kumbe, Kumbe wao. this is the man that poisoned your father. Huyo sio ndio wahile Now dhogo. he is coming to finish the job. Amekuja kumalizia To kazi. show you it is me behind the success of your father. Mimi ndiye nilifanya baba yenu wafaulu. It is me who did this job. Ni mimi nilifanya So kazi. automatically it's a son. Na unaelewa na You unajua. tell Mr. Mwagi. Wewe Mr. Mwagi. Because you are the one involved with this. Kwa sababu mimi ndio You nilifanya are hii. going to continue with this. Nitaendeleza hii. But the agenda was that Mpango wao ulikuwa huo. that he finishes your father. Wamalize baba yenu. Then after that, Na baada ya hiyo, because they know you know nothing, na kwa sababu wanajua you've hauelewi, been living in America, unaishi Amerika, you know nothing, haujui chochote, you know nothing haujui chochote about what they did with your kile father, walifanya baba about yako. the farm that you know nothing. Kwa sababu ile shamba haujui Then chochote, immediately watafanya tu they immediately. will plan for your death too. Watapanga kifo And chako. as you are struggling in Na America, unakapokuwa unarudi Amerika, your land will be transferred.
shamba yako itapotwa. Everything will be transferred. Kila kitu kitachukuliwa. By the time the family coming to realize, familia itakapokuja kuelewa, they are told, waambiwe, this was a company property. Hii ilikuwa kampuni. And we were part of the company. Na wewe ulikuwa sehemu ya kampuni. And your father had 30% share. Na baba yenu walikuwa na percentage share. And these others had 20% share. Na sisi tulikuwa 20% share. And this had 20% share. Na sisi tulikuwa na 20% share. And this one had 20% share. Na akakuwa na hii. And this one had 20% share. Na akakuwa na sehemu hii. That is 80%. Hiyo ndio sehemu. And you are told, na waambiwe, your father had 10%. Baba yenu walikuwa na 10%. So the rest 90% yote is taken away. Ilichukuliwe. And your land is taken. Na shamba yenu inaenda. Because of your friends that were loyal to your father. Ni wale marafiki walionyenyekea kwa baba yako. Friends that were loyal. Marafiki ulionyenyekea kwao. To your father. Kwa baba yenu. Friends that were loyal. Marafiki to your husband. Kwa mume wako. Friends that were loyal. Marafiki walionyenyekea sana. To your wife. Kwa mke wako. Those are what we call. Hao ndio tunaowaita royal enemies. Marafiki wa kujinyenyekesha. You normally don't expect them. Na hautawatarajia to pull kukuleta a rag under your bed. Another one. Ingine hii. Competitive enemies. Maadui wa kushindana na wewe. The competitive enemies. Maadui wa kushindana na wewe. That they want to bring you down because you are better. Wanataka kuleta chini kwa sababu wewe ni mzuri. These people, adwaya, they are here to make sure, wako hapo kufanya na to bring you down, not because they want to do better, kukuleta chini si kwa sababu wafanye vyema, because they want to be there. Kwa sababu wanataka wawe hapo. They know nothing about why they are bringing you down. Hawajui sababu ya kukuleta chini. They don't understand the work that you do. Hawaelewi ile kazi unayoifanya. But they want to compete with you. Lakini wanataka kushindana na wewe. They want to bring you down. Wanataka kukuleta chini. Just because you are successful. Kwa sababu wewe ni mtu kufaulu. Just because you have influence. Kwa sababu wewe ni mtu wa kuvuta. And they don't know how you normally get your influence. Na hawajui kwa nini unakuwaga hivyo. They don't know how you normally make things work. Hawaelewi kwa nini unafanya mambo. But because they know you have influence. Na kwa sababu wanajua wewe unajua kuvuta. And they think if they go to the social media. Na hata wanajua ukienda kwa social media. They become popular like you. Watakuwa tu kama wewe. They know if they go to anywhere. Wakienda mahali popote. To the TVs and the radios. Na kwa TV na kwa radio. They will become powerful like you. Watakuwa wakubwa kama wewe. These people. Watu hawa are up to against. Ni miongoni. They don't fight anything. They don't fight you. Hawakupigi. They don't go against you. Hawaendi kinyume na wewe. They go against the favor. Wanapigana na their target is the favor you have from God. Kile kibali unacho kwa Mungu. That favor. Hicho kibali. That is what they are after. Hiyo ndicho that favor. Hiyo kibali. That is what they want to bring down. Hiyo ndio wanataka kuleta chini. Because they keep wondering. Wanashangaa. How do you normally do it? They keep wondering. Wanaendelea kushinda. How can Waringe come from Mugike? And they own a church. Na kuwa na kanisa. In the middle of CBD. Katika town center. It is big question. Ni swali kubwa. Many people are asking. Watu wengi wanaweza jiuliza. It's a big question. Ni swali kubwa. Many pastors are asking. Wachungaji wengi wanauliza. Do you know some pastors are fasting against us? Unajua wachungaji wengi wanafunga kwa sababu yetu. Not because they can be able to preach what you are preaching. Si kwamba wanaweza hubiri venye tunahubiri. But because they are asking. Wanajiuliza wenyewe. Where did this man find this favor? Huyu mtu alitoa kibali wapi? Where this man finds this favor? Huyu mtu alipata kibali kutoka. They have tried to smear me. Wanapanga kumaliza. The smear campaign. Wanafanya hiyo. They even ask you question. Hata wanauliza maswali. Kwa mtu wa Mugike mnataka kufanya nini? Kwa mtu wa Mugike mugiragaki. It is not about Mugike. Si Mugike. It's about the favor. Ni kibali. People, you will be successful. Watu ambao you will win tenders. Yes. You will win businesses. Utaweza kufaulu kwa biashara. You will be influential. Utakuwa in wherever you will go. In Jesus' mighty name. Always. Kila wakati. These people. Watu hawa. They will come. Watakuja. To try to pull you down. Kukuleta chini. Because they don't understand. Hawaelewi. How you got it.
mahali they ulifika don't understand hawaelewi how you get it. jinsi ulivyo. Other women will come hata wamama and they watakuja remove their panties watakuwa so tuzo that they zao can outshine you, ili wakuondoe but they will kwenye end up with HIV, ili ukufe and na you will end up with a tender. utaenda na They will try to bring you down. watajaribu They kurakatuni will end up with accidents, utaenda kwa but you ajali. will end up with what God planned for you. In Jesus mighty name. You want to go 100 meters, wanakimbia 100 meters but they don't know you have trained for 1 year. hawajui imefanya mazoezi mwaka. They think 100 meter Wanafikiria 100 is meters running like when you are running for a chicken ni you want to slaughter. venye maybe unakimbilia. They want to become like you, wanataka kuwa kama wewe, but they don't know what sacrifices have you paid. hawajui sacrifice They unazofanya. want to defeat you, wanataka kukushinda, but they don't know what you've done. hawajui unafanya They nini, don't know how you have struggled. hawajui unang'ang'ana They gani. don't know I was in Jericho. hawajui ulikuwa They Jericho, don't know I was in Jimuriza. hawajui hiyo, They don't know I was in Banana. hawajui ya kwamba They don't know I was in Kawangware. hawajui nilikuwa They don't Kawangware, know I was in City Stadium. hawakujua They don't know tomorrow where I'm going. hawajui kesho You naenda cannot wapi, be able to compete with me. hawataweza You kushindana na don't mimi, know what kind of a sacrifice I've hawajui paid. nafanyaga ibada ya You aina don't gani, know what kind of a sacrifice I've paid. hawajui nafanyaga You ibada ya aina don't gani, know what kind of prayers I do. hawajui maombi ambayo You don't know ninafanya, what kind of a life I'm living. hawajui maisha Oh, you're nayoishi, trying to compete with me. wanajaribu You kushindana na can mimi, never get me, because hawatanipata. I know the trick of the game. Ninajua I siri, understand the trick of the game. ninajua siri ya leo. Do you know? Unajua, Do you know how and why and how they fail? unajua kile kinasababisha waanguke, Because you only know the formula. unajua You formula. only know the formula. Ni wewe, You only understand the formula. unajua. Nobody else Hakuna understands. mtu mwingine anajua. We have a soda called Softa Cola. We have a soda called Softa Cola. Kuna soda ambayo inaitwa Softa Cola And Babito na Mirinda and na Mirinda. na Mirita. These were all meant to compete with Coca-Cola. Zote zilitengenezwa zishindane na Coca-Cola. But remember, the owner of Coca-Cola are two brothers Na unajua watu ni ndugu wawili wa in Coca-Cola Atlanta, Georgia. kule Georgias. They are the only who knows the formula of Coca-Cola. Wao ndio tunajua jinsi ya kutengeneza Pepsi Coca-Cola. Cola has tried. Pepsi Cola ikajaribu. Kogoro has tried. Kogoro akajaribu. Many others have tried. Wengine wakajaribu. Only two brothers Lakini hao ndugu know wawili the secret. walijua siri. Only two brothers, Hao ndugu wawili they understand it. walijua. But their competitors have tried Mikorogo. Na wakajaribu Have mikorogo. tried Mikorogo. Wakajaribu They hiyo. will try a Mukorogo. Watajaribu They will kwako. try a Mukorogo. Watajaribu They mkorogo. will try a Mukorogo. Watajaribu. But they will not make it. They will Hawataweza. not make it. Hawataweza. Because you are going to succeed. Kwa sababu They will utafaulu. not make it because they don't understand Hawaelewi. how you did it. Kwa sababu They don't ulifanya. understand Hawaelewi. how you made it. Wenye You ulishinda. don't understand what Hawataelewa. kind of a metal you are. Kile They unachokifanya. don't understand how Hawaelewi. powerful you How are. powerful. Jinsi ulivyo na uwezo. Understand. Elewa. For you to become, Wewe ndio ukue, you must have been squeezed utakuwa umefiwa. until a juice came out of you. Mpaka juisi itoke kwako. Until a juice came out of you. Mpaka juisi itoke kwako. I have got good plan. Ndina mufago mwega. So before the plan of charity works, Mufago wa charity utanakinyanira. there is a plan of God. Kuna mufago wa Ngai. So God will not go with your plan. Ngai ndego thina mufago wa. He will go with his plan. Ego thina mufago wake. You will have to wait with your plan Ogwetera mufago wa. until the plan of God is satisfied. Ina mufago wa Ngai ukinyanire. You know what God told me? Ngai ajerire atiriri. 100 million people Ado milioni 100 will come to Christ because of me. watakuja kwa Yesu kupitia mimi. Glory to God.